ajili ya msalaba. Sisi ni wiki ambayo ni wiki ya ufufuo wa Yesu. Rosemary Church alikataliwa kwa ajili yako na mimi ili kupata uzima. Niko na alama ya damu ya Yesu. Sikiliza huu wimbo ambao unasema kwamba damu ya Yesu inanena kwa ajili yako, kwa ajili yangu. Damu ya Yesu ina nguvu sana. Ujue ya kwamba uko na alama ya Yesu Kristo aliyokufa msalabani. Alikufia mwenye dhambi, wewe na mimi. Ndio maana unasikia Mungu anasema kwamba damu ya Yesu inanena mema, inanena uzima, inanena uhai, inanena uponyaji, inanena kubadilisha maisha, inanena kila kitu katika maisha yetu. Damu ya Yesu. Unaposikiliza wimbo wa Yesu, unaposoma neno la Mungu, damu ya Yesu, unajisema katika maisha yako ukiwa mgonjwa, unasema kwamba damu yako Yesu inanena mema kwa ajili yangu. Kwa ajili yangu damu yako inanena mema. Wacha nitakwambia story moja ambayo nimekuwa nayo katika wiki 3. Na ni ushuhuda ambayo nimepata kwa Yesu Kristo. Ninamshukuru Mungu maana uponyaji nimepokea kupitia kwa damu ya Yesu na mwili wa Yesu Kristo. Haleluya. Yeah.
unayetusikiliza ya Anchala.
Asante sana, nimeona Atieno, nimeona Rosemary, nimeona wengi wale ambao mko online, nimeona Samuel, nimeona my brother Enzo, nimeona Omwana. Mungu awabariki sana. Ishi ukijua ya kwamba Yesu hayupo tena kwenye kaburi. Ametoka na ushindi wako, ametoka na uponyaji, ametoka na uzima, ametoka na amani yako, ametoka na upendo wako. Wale ambao unakosa upendo, ametoka na upendo wako, ametoka na amani yako. Wale ambao mmekosa amani, ametoka na ukombozi wako kwenye kaburi. Yuko hai wakati wa sasa. Ndio maana nasikia Angela anasema kwamba hayuko tena kwenye kaburi, yuko hai, anaishi milele. Tuimbe kwa furaha, maana hayuko tena kwenye kaburi. Tushangilie, maana anaishi milele. Yesu anaishi. Ameleta amani, ametupa upendo, ametupa amani, ametupa uponyaji. Acha nimpatie uponyaji ambao nimekuwa nao. Nimekuwa online lakini nimekuwa mgonjwa kwa miezi 3 na ni ushuhuda katika maishani mwangu. Nimekuwa na homa kwa muda kidogo, kwa muda wa miezi 3. Na nimekuwa nikiomba, nikikuwa online, ninakwambia amani ya Yesu. Ukiona nikihubiri, usiseme hayuko sawa. Tunahubiri, tunanena, tunaimba, maana tunajua mponyaji wetu yuko juu. Kuna jambo lililotokea Sunday. Nilikuwa na fura macho, homa ambaye haiishi, haisikii magonjwa. Hii ni ushuhuda wangu ambao nilipokea Sunday tukiwa katika Holy Communion. Ni ushuhuda ambao nimeshangaa. Macho zilikuwa zinafura, zinashikana, saa zingine siwezi kuona vizuri. Na ukiniona online ninachapa injili, unaweza kufikiria huyu mtu wako salama, anafukuza mapepo kwa salama. Kitu ambacho kilinishangaza, nilienda Sunday nikamwambia Mungu, hii damu yako vile mchungaji amesema, Dr. Oracle. Nilikuwa church morning, na kuanga church morning Sunday asubuhi saa 2. Nikaomba nikamwambia Mungu, hii ni siku ya Holy Communion. Na ulisema ya kwamba anayekunywa damu yako na mwili wako anapata uponyaji, anapata uzima, anapata amani. Nilikuwa nimetokea hata vidonda kwa mgongo. Hii ni ushuhuda ambaye ninatoa hapa. Nilikuwa na vidonda zilikuwa zinatoa, alafu zinawasha. Na washa zinaanza kutoa maji. Unasikia kama unachomeka kwa mgongo. Na zinakuwa red, ngozi inatoka. Nikasema hii ni nini Mungu? Na sikuachi. Mimi nilisema kwamba afadhali nikuwa kelele kwa Mungu. Simuachi, nitamnena kwa hali zote niko. Hata ukinikosoa mimi nilisema sitaacha kumnena Yesu. Nitamnena kwa hali zote. Nilikuwa hapo online ninaimba, ninashukuru Mungu, na ujui kile ambacho ninapitia ndani. Macho zilikuwa zinafura, kuona ilikuanga ngumu. Saa zingine ninaona kwa nini hii inakuwa ngumu? Maana zilikuwa zinashikana, zinafura. Kumalizia zikaanza kukua na vidonda kwa mgongo. Side zingine hata huku. Nikashangaa hii ni nini? Ugonjwa mbaya haisikii dawa. Umekunywa dawa, umemeza mpaka umesema hii ni mwisho. Nilifika chachi nikasema hii itaishia hapa. Na mchungaji akasema unapokunywa damu ya Yesu Kristo, chochote ambacho kiko ndani yako, hii damu ikapata kuimelt. Na mimi nikasema uponyaji wangu uko hapa. Na kufungana mapua. Nasikia kifua imejaa. Huwezi kupumua vizuri. Nilisimama kwa neno damu ya Yesu, hakuna ugonjwa ndani. Damu ya Yesu hakuna chochote ambacho ni kichafu, ama kila ambacho akitakana, kila ambacho kiko. Mchungaji alituambia kwamba kile damu ya Yesu haina chochote ambacho ni kichafu. Na mimi nikasema ninapokunywa hii damu, wacha Yesu akapata kuosha damu yangu. Chochote ambacho kiko ndani kikapata kumelt. Na nikasema hivi, mgongo unawasha, vidonda ziko, zingine za kulaka, nikasema ni nini hii? Na nikaamini neno, nikatoka hapo. Na nilikuwa nataka nitoka church nienda hosi, sikuenda hosi. Nikaenda nikasema, nilienda kwa nyumba nikasema, nikakumbuka nikasema mchungaji alisema damu ya Yesu
inasafisha kila kitu. Nami nikashikilia kwa hilo neno. Ilikuwa inatakana nienda, nikitoka chachi nienda hosi. Nikasema nimeingia hosi ambayo haina daktari yoyote. Maana huyu ni daktari ambaye ni wa madaktari. Na ako hapo mpaka aminista juu ya maisha yangu. Na nikasimama, nikachukua damu, nikainama chini, nikasema kama damu yako Yesu inaponya, wacha ikapate kunena uponyaji katika maisha yangu. Nilikunywa na nikaenda nikatulia. Nikaingia kwa simu kidogo, nikakaa, nikasema kila ambacho nilikuwa nakumbusha Mungu, damu yako haina magonjwa. Damu yako iko na uhai. Chochote ambacho kiko ndani yangu acha kikameze kupitia kwa damu. Mchungaji alipoomba, nikatoka, nikaingia kwa gari, nikaenda nikatulia tu. Nikalala, kuamka macho hayakufungana. Kwa throat hayakufungana vile nafungananga usiku. Haya, nikapata kuamka kesho yake, kufika Monday kuangalia kwa mgongo, nikakuta kumekauka. Nitakuonyesha picha hapa. Hapa picha utaziangalia. Hiyo ndio nilipata kutoka kwa uponyaji wa ufufuo wa Yesu Sunday. Na mgongo yangu imekauka kabisa. Huwezi ukajua, ilikuwa inakaa red. Ilikuwa inakaa red na yellow issue, unaona bila kama kuna kaa kumechomeka. Ilipona, imekauka kabisa, imekauka. Na hakuna kufungana, macho ziko sawa, ninaona. Maana nilisikuwa naona, ilikuwa inaona saa zingine, lakini saa zingine sioni hata kwa mwangaza vizuri. Namshuhudia Yesu, maana najua ya kwamba yeye yu hai. Ukiniona nikiimba, ujue ya kwamba Yesu ametenda. Niko na neno kidogo tu hapo juu. Ukiangalia nimeandika Job 19. Ukisoma katika Biblia yako inasema ya kwamba hii ni hali ambayo Job alipitia ndani. Ni hali ambayo Job alipitia ndani, lakini mwishowe akapata ushindi wa Yesu Kristo. Anasema ya kwamba Job anasema ya kwamba lakini mimi najua kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Huyu ni Job. Wengi tunaelewa, tuna hadithi ya Job. Hadithi ya Job ilikuwa ya mambo ambayo ilikuwa ya machungu sana. Ilikuwa ya machungu mengi sana. Alipitia hali zote, hadi dakika ya mwisho Mungu akamuonyesha ushindi. Maana alimtumainia, akamungoja, akajua ya kwamba Yesu wake yu hai. Maana anasema ya kwamba lakini mimi najua kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Alikuwa anajua ya kwamba atamtetea Yesu kwa kila jambo. Na Mungu alimtetea dakika ya mwisho. Alipokataliwa hata na bibi yake, mke wake akamkataa, akamwambia mkane Mungu na ukafe. Maana alikuwa ameona kila kitu kimeenda. Akaangalia Ayubu, akamwambia kwamba huyu Mungu hakusikii. Haijalishi ni hali gani unapitia ndani, haijalishi ni nini Mungu amekawia kutenda katika maishani mwako. Unapomshikilia Yesu, Mungu anakutetea, Mungu anakushindania, Mungu anasimama mbele zako, na unaona ushindi wake katika dakika ya mwisho ambayo unaona ya kwamba Mungu asikii. Nimeomba, nimefunga, nimemtumainia Mungu, nimemungoja kwa muda mrefu. Watu wamenicheka, watu wamenikataa, familia inaniangalia, inashangaa ni nini inatendeka kwa choti. Lakini Mungu anasema ya kwamba, neno linasema ya kwamba Ayubu alimungoja Mungu, akasema ya kwamba lakini najua mtetezi wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Na hakika tunaona, tukitazama Ayubu, kile ambacho alikuwa amepoteza Mungu alirudisha. Kwa nini? Maana alimtumainia Mungu na akasimama, akasema ya kwamba sikuachi mpaka nione ushindi wako, mpaka nione njia ambayo Mungu umetenda imetendeka.
Alisimama akajua ya kwamba nitakungoja. Hata kama mwili wangu unaoza, hata kama mwili wangu umepita kiasi, ninajua mtetezi wangu yu hai. Hiyo ndio maana tunashuhudia ama tunakumbuka kumbukumbu la Yesu katika kufufuka kwake. Yesu Kristo kulitupa amani, kulitupa ushindi, uponyaji tulipata ndani. Ushindi wa Yesu, wokovu tulipata kwa kufufulia kwake. Maana ukitazama yale ambaye Angela ameimba, anasema ya kwamba yale ambaye Yesu aliingia katika kwenye kaburi, akamwacha shetani akishangaa. Maana alimnyang'anya urejesho wetu, alimnyang'anya uzima wetu. Alionyesha wanadamu kuna nitasoma basi hapo mwisho ambaye imenena mambo ya wale ambao waliokufa katika Isaya. Yesu alionyesha ya kwamba baada ya kukufa kuna ufufuo. Wale ambao wamekufa katika Yesu Kristo watafufuka. Wale ambao walikufa kama wameokoka, wale ambao walikufa wakiwa ndani ya Yesu Kristo watafufuka tena. Ufufuo na nguvu ambazo Yesu alitoka nazo katika ufufuo. Kuna wimbo ambao Douglas Chimeti aliimba akasema ya kwamba alipotoka kwenye kaburi, wale ambao walikuwa wamekufa wote walifufuliwa, na kukawa na tetemeko la inchi. Hili neno nitanena katika akaunti yangu ama peji yangu kesho. Kulikuwa na ufufuo. Wale ambao walikuwa katika makaburi walifufuka alipotoka kwa kaburi. Maana ushindi ambao alitoka nao katika kaburi ulionyesha tutaishi tena. Wale ambao walikufa katika Yesu Kristo walikufa wakiwa ndani ya Yesu Kristo. Yesu atawafufua tena na watamlaki katika anga, atawabadilisha maisha yao. Na wale ambao watakuwa katika ulimwengu huu na miili hizi na wakiwa ndani ya Yesu Kristo watabadilishwa wakimlaki Yesu katika anga. Ndio ushindi ambao tulipokea Yesu alipotoka katika kaburi. Maana alimnyang'anya shetani ufunguo wa kifo, watu wasikufe milele. Alionyesha kuna ufufuo baada ya kukufa. Hiyo ndio ufufuo ambao Yesu Kristo anatuonyesha alipofufuka. Tunapomkumbuka tunajua kwamba tuna ushindi. Na ukisikiliza wimbo ambao umeimba wa Mary Chocho, unasema ya kwamba damu ya Yesu unapoinena, kama uko mgonjwa unaponya. Nimekupatia ushuhuda ambao nilipata Sunday. Si kwamba unaona mtu akihubiri ako sawa, wanapitia, lakini bado wanashikilia Yesu wakisema ya kwamba wewe ndiyo mtetezi wangu. Najua ya kwamba utanitetea katika hii hali. Na hakika Mungu anakutetea. Mungu anakutetea unapomshikilia, unaposema ya kwamba sikuachi mpaka nione ushindi wako katika maishani mwake. Tukiangalia hii hali ambayo Ayubu alikuwa ndani, alisema lakini mimi najua mtetezi wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Na alisimama akamuonyesha wokovu wake, akamuonyesha ushindi wake, akamuonyesha makuu ambayo Ayubu hakuwa anatarajia. Akaona ushindi wa Mungu, akaona ukuu wa Mungu. Unapokuwa kwenye hali yoyote, kwa huduma ambayo uko ndani, usimwache Yesu. Sema amekawia. Yesu amekawia kunibariki. Yesu amekawia kuniponya. Shikilia ukijua ya kwamba mtetezi wako yu hai. Ukiangalia katika Psalms anasema ya kwamba Psalms 19:14 anasema ya kwamba maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, mwamba wangu na wokovu wangu. Unaona haya maneno anayoyasema, anayoyanena Zaburi. Huyu ni Daudi anayenena, maneno yangu yakapata kupata kibali. Maneno yangu yakapata kupata kibali. Maombi unayoyaomba, unayohitaji Mungu akapata kukuponya ama akapata kutendea jambo katika maishani mwako, mwambie Yesu, maneno yangu, maneno ya kinywa changu
na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, mwamba wa wokovu wangu na uzima wangu. Haya ndiyo ilikuwa maneno ambayo Zaburi ambayo Daudi alikuwa ananena. Maana kuna jambo alikuwa anataka mbele za Mungu. Alikuwa anahitaji Mungu akapate kumtendea jambo. Ndio maana unaona anasema ya kwamba maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, mwamba wangu na wokovu wangu, uzima. Anajua kwamba mwokozi wake. Maneno ya kinywa changu, maneno ya kinywa changu. Anasema maneno ya kinywa changu. Tunapoomba kila wakati tunachikuta tuko chini. Tunachikuta tunaona maombi yetu haichipiwi. Kuna ombi unaweza kumwambia Mungu, maombi ya maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu wacha yakapate kupata kibali mbele zako. Na Mungu wetu ambaye ni mwaminifu, maana ni mtetezi wetu, maana ni Mungu ambaye anatujali kila wakati, kila saa. Ni Mungu ambaye unayemuita anakusongea, maana amejaa rehema na neema. Anasema kwamba ukiangalia katika neno lake anasema kwamba ni mwenye rehema, mwenye huruma nyingi kwetu sisi. Ukiangalia katika basi ambaye katika Isaya inasema ya kwamba wako wataishi, maiti zangu zitafufuka. Amkeni kaimbeni nyinyi, umande wa mimea nayo ardhi itawatoa waliokufa. Sikia revelation ambayo iko hapa katika hizi verse. Unapozisoma chiweke ndani na ukamwambia Mungu jambo. Maana ukiangalia Jobu anasema ya kwamba lakini mimi ninajua mtetezi wangu yu hai. Na anasema ya kwamba na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Ananena kwa ufufuo wa Yesu Kristo. Ukiangalia Zaburi inasema ya kwamba maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, mwamba wa wokovu, mwamba wa wokovu wangu na uzima wangu. Na angalia Isaya anasema ya kwamba wako wataishi, maiti zangu zitafufuka. Amkeni kaimbeni nyinyi munao kama vumbini, kwa maana umande wa mimea nao ardhi itawatoa waliokufa. Mbarikiwa sana. Soma hizo vasi ambazo ni tatu. Ziko na ufufuo ambao ni wa ajabu. Kesho tukutane katika peji yangu ambayo nitaingia. Naomba Mungu nikapata kwa time poa, niingie ndani nione Mungu atatufunza nini. Ni kwa ufupi tu, na ushindi wa Yesu na baraka za Yesu ambazo nimepokea, na ushindi wa Yesu, uponyaji wa Yesu. Niko mzima, ninamshukuru Mungu. Najua ya kwamba my redeemer live. Ni mtetezi wangu, ni mshindi wangu. Mbarikiwa sana. Sitaomba leo. Najua ya kwamba mliomba asubuhi, lakini muwe na siku njema. Tunapotarajia mambo makuu katika ufufuo wa Yesu, katika huu mwezi, katika hii wiki. Omba Mungu kila wakati, nena damu ya Yesu katika familia yako, katika nyumba yako, chochote ambacho kiko katika familia yako, nena damu ya Yesu. Nena na ukajua ya kwamba mtetezi wako yu hai, anaishi milele. Hakuna jambo ambalo litamshinda. Muwe na siku njema. Tukutane next week ambaye tutamtangaza Yesu. Tutatengeneza. Ukisema hii mimi huwa ninakuwa kama ninataka kukua kama addict. Yani ila wanasemanga mtu akikunywa madawa za kulevya, yani ananena Mungu, ananena Yesu kila wakati. Nataka kuwa addicted kwa injili ya Yesu Kristo na kwa chini ya nyimbo ambazo za kumwabudu Yesu. Ila ndilo jambo ninaomba Mungu nikapata kukua addict kila wakati. Usemi wangu ukapata kukua ni Yesu anatawala, anaishi, anadumu milele, anatenda makuu, anafanya ya kutisha. Nataka kukua kila ambacho ninaomba Mungu akapata kunisaidia. Nikapata kukua kila wakati nikimnena huyu aliyeisha, anaishi milele. Nitaleta picha zangu baada ya hii video, ndio mkapata kujua kuna Mungu anaishi milele na anatenda makuu. Unapomtumainia ukisema kama Ayubu ya kwamba najua mtetezi wangu yu hai.
utaishi milele. Mbarikiwa sana, tukutane next week on Tuesday. Kesho tukutane kwa kaundi yangu ambayo pechi yangu ambayo ni KK Judith. Ukitafuta tu KK Judith, nimeweka profile ya church ambayo ninaabudu ndani, ambayo ni Mountain of Deliverance Church. Ukiangalia tu hiyo ni profile nimeweka, maana ninajua sababu. Ukiona profile hiyo, ingia ndani, ni profile lakini account ni yangu, ni profile ya church ambayo ninaabudu ndani, ni profile nimeweka, na kuna sababu niliweka. Najua mimi mwenyewe, najua kuna mambo yatatendeka mengi juu ya hiyo. Mbarikiwa sana, muwe na siku njema. Mungu akawalinde popote ambapo mnaenda. Tukutana kesho kwa page, tukutana next week, na kila siku juu ya kwamba mtetezi wako anaishi. Ameleta ukombozi, uponyaji, amekuja kukomboa, amekuja. Unakumbuka alipotoka katika kwa kaburi, alitoka na kila kitu, na alitoka kwa ajili yako na mimi. Mbarikiwa sana. Nimeona Elijah Pastor kutoka UK, nimeona Simeon, nimeona Elijah Eliud. Mungu awabariki. Nimeona Pastor Frederick kutoka Uganda. Mungu awabariki sana. Ninawaheshimu, ninawapikia saluti. Mnaponitia nguvu kwa hii kazi, sio rahisi. Mungu akawabariki sana sana. Naheshimika kuwaona online. Amen.